nataka nikupe siri moja katika maisha. Kuwa mbishi unapoingia kwenye swala la mafanikio. Kuwa mbishi. Kataa vitu vidogo. Hata kama ni Mungu, mwambie Mungu, hapana, mimi kitu hapana. Unajua, mimi nichukulie mfano. Kuna kipindi nilikuwa nafanya biashara fulani hivi. Ni ndogo. Tulikuwa naingiza kipato kidogo, afu nakuta umetumia muda mrefu sana na uchovu mwingi. Nikuta unaamka asubuhi mpaka saa 6, saa 7. Unaamka tena saa 12 asubuhi. So, poko nikasema Mungu, hapana. Muda mwingine nilikuwa naamka, naenda kwenye hiyo kazi. Nakaa natulia. Nasema Mungu, hivi kweli ndio hii kazi naenda kufanya? Sometimes nilikuwa naamka, najiandaa, natoka, nikifika njiani ili nichukue mzigo, roho yangu inakataa. Inaingia uchungu. Naambia Mungu, mpaka lini? Ni kweli tunaanzia chini. Ndiyo, sijakataa, na mimi nimefanya kwa muda fulani, kwa miezi fulani. Sasa ni lini natoka hapa? Ni lini natoka kwenye hii kazi? Ni lini? Kazi sibagui kazi, lakini Mungu, imetosha basi, na mimi nibadilishie kazi. Nimeishi kwenye hiyo moment, baadaye kutokea mlango. Angalau nilikuwa nafanya kazi ambayo ninaona ile ya hueni, ile afadhali ya moyo unaachia. Unajua, Pastor Tony amewahi kusema kwamba usifanye biashara unayo yani sio nisemeje. Anasema kwamba usifanye kitu kwa yani unausukuma, yani moyo wako haupo kwenye kile kitu unachokifanya. Amewahi kusema nani? Amewahi kusema Hubert Angel. Anasema kwamba going to the same business that you don't like is a problem. Kwamba kuamka unaenda kwenye kazi ambayo hauipendi ni kosa kimafanikio. Yani hiyo ina drain energy, inavuta ile nguvu yako. Yani kuna biashara unaweza kwenda kufanya, inavuta nguvu yako, yani inavuta ile nguvu, yani unaona kabisa mbona kama yani nakosa nguvu, nakosa ujasiri. Hata kama unaenda kumwelekeza mteja, unajiuliza hivi ndio naenda kumwelekeza hiki kitu. Fanya kile kitu ambacho nakipenda, ambacho unasema kwa hiki naweza nikamwelezea mtu yeyote, na hata kama ni kidogo ni kikubwa, fanya kitu ambacho mtu unaweza ukamwelezea, ukawa na ujasiri wa kumwambia hii ndio biashara yangu. Ukisikia fulani anafanya biashara, basi biashara yangu ndio fulani, ndio hii hapa. Kitu cha tatu, make record. Kitu cha pili, make record. Fuatilia progress za maisha yako. Angalia unatoka wapi na unaenda wapi. Kama hautaweza fanya vitu hivi, my friend, it's hard to be there. Kwa hiyo hakikisha una track record za maisha yako. Track record za kweli unakotoka. Track record ya kila kitu unachokifanya kwenye maisha yako. Kwa sababu usipo track record, usipoangalia mzunguko wa maisha yako wa kiuchumi, utajikuta una vitu unavipoteza kwenye maisha yako. Kuna nguvu fulani unazilose. Umefanya biashara, angalia mwezi huu nimepata faida gani, niwekeza kwenye kitu fulani, kitu na hiki na hiki nifanye, hiki nisifanye. Maisha yanahitaji, maisha ni zaidi ya shule. Maisha na vitu vingi. So muda huo, sikiliza nikwambie, huwa mimi ninapoongea masuala ya kutafuta hela, jamani mnielewe. Wewe unasema unatamaa, si na hela, si na nini, si mbinguni, tunaenda mbinguni. Masuala ya fedha ni ya duniani, usiunganishe na dunia. My friend, sikiliza nikwambie. Kwa mfano kama mimi hapa sijaoa bado. Saa hizi nawaza nitume hela, bado sijaoa, lakini saa hizi natakiwa, kwa umri wangu nao, saa hizi natakiwa nitume hela nyumbani kwa baba na mama. Saa hizi
itakiwa niwe natuma hela kwa wadogo zangu, umlipie huyu sui shule, madaftari, msosi, angalau mnunulia hata sare moja ya shule, madaftari. To this time tuseme kama nina mchumba labda niwe namtumia hela. To this age natakiwa kanisani niwe natoa michango. Ukiachana na huko, saizi kuna watu tayari wameshaanza utaratibu wa ndoa, nitoe michango ya kuwa support. Hapo kuna vingine sijaviweka kabisa vinavyohusu fedha. Wale wanaopiga simu, oya mwanangu, nirushie hata 10 hapa nikaishi. Kunaposema utafute hela, na maanisha jamani, tutafute hela kwa nguvu na akili zote, kwa sababu vitu vinavyohitaji fedha ni vingi kuliko vyanzo vya fedha ambavyo tunavyo. Muda mwingine nasema ningekuwa na vyanzo hata 10 vya kupata hela, hiki kilete hela, hiki kilete hela, hiki kilete hela, lakini unajikuta you are the same person, unatakiwa kufanya kila kitu. Kwa hiyo unaposema utafute hela, I mean it, na maanisha. Usikae ukisubiria kwamba kuna mtu atakuja kukusaidia. That is a problem. Make sure you are the own, yani wewe ndo msaada wako wewe mwenyewe wa kujisaidia. Piga hatua, mwamini Mungu na Mungu atakusaidia. Gerald Jensen, usisahau kabisa kusubscribe. Ukiwa na upendo zaidi unaweza ukashare kama rafiki zako. Karibu sana. Asante.